It is posing difficult and sometimes uncomfortable questions kwa upande uliomleta mshtakiwa mahakamani, na hii duty ni kwa makusudi kabisa imewekwa kwa prosecution, kwa sababu mshtakiwa hasemi chochote, na ndio jambo la kwanza analoambiwa anaposomewa mashtaka kwenye computer court. Kwa ambaye anakuwa inquired ni aliyemparedi mshtakiwa na kunyima dhamana mahakamani. What is the status of the investigation? And other bits of a similar nature. Sasa jukumu hilo ndilo ambalo limeeleka mahakama ilisimamie, kwa sababu tayari kuna orders ambazo zina subsist. Mahakama make order for causal purposes. Sababu zilikuwa ni substantive. Mahakama ndio ina hold welfare ya mshtakiwa, na ndio maana ikawapa task, John mniambie tangibly, not generally, minutely, what is the status of the investigation. Na keyword hapa ni investigation. Somo mwenzangu rafiki yangu chuometi wangu Katuga amekubeka kwenye kifungu cha 130 sorry 131 katika R. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini bunge liliona ni muhimu kutunga kifungu hichi mahususi mwaka 2022 kwa mabadiliko mahususi ya sheria? What was the mischief? That mischief was investigatorial, not filing mischief, investigatorial mischief. Ndio iliyopelekea mabadiliko au amendment specific to kill a specific ill. We are inviting the court to ipe uhai kifungu hichi, na madhumuni ya bunge. There's no carte blanche. The court is inquiring. Because wenzetu, they would want you to believe kwamba wao ndio alpha and omegas kwenye upande wa kuamua sasa lini wanatoa taarifa iliyojitosheleza, na kwamba wewe kazi yako ni kwa John to refuse that to stay strong but respectful. It cannot be business as usual. Kifungu cha 131 kinasema, tafsiri yake ya jumla, mashauri yasifunguliwe